those who are coming to Meru to tell the people of Meru and the people of Mount Kenya that it is President Ruto who owes the people of Mount Kenya gratitude for voting for him, I want to tell them the president has shown the people of Mount Kenya great gratitude by giving them over 17 billion out of 40 billion of funds he has secured from China to work on our roads. The president has shown us great gratitude by ensuring that we have over 2.2 billion shillings here in Meru County for the last mile connectivity to connect people to power in Meru County, and the same in all our counties in the Mount Kenya region. We have been shown gratitude through the appointments in cabinet and in our government. Mimi sina haya nikisema ya kuwa hii serikali kama tuko na mawaziri 7 na deputy president kwa cabinet ya watu 22, hii serikali ni yetu, sio yetu? Si ni yetu? Sasa tutakubali mtu atuambie ati tuachane na hii, kwanza tutumie blackmail na kusabotage kazi ya hii serikali ili tuende tuongee na Wajakoya na Kalonzo na Eugene ati tuunde serikali ya 2027. Si tutumie hii kwanza, tuweke barabara, tuweke maji, tuhakikishe watoto wetu wanasoma, sababu hiyo ndio kazi tuliwaomba. Tuhakikishe majani chai, wale wanalima majani chai, ikienda Mombasa inaenda kwa auction na inauzwa. Lakini ile inafanyika saa hii, mumesoma kwa magazeti, majani chai ya bilioni karibu 30 inaharibikia Mombasa because one leader has decided that our tea will never be sold unless it goes through his brokerage. Hiyo ndio mambo nilisema mimi, vile nilitetea wananchi wa Mount Kenya na wananchi wa Kenya against kitu inaitwa state capture. Na state capture ni ile mtu anatumia mamlaka yake ya serikali kujitajirisha yeye mwenyewe at the expense of the people. Kama ilifanyika serikali iliyokuwa na tukapigana nayo ya Uhuru Kenyatta, hata hii serikali ya William Ruto, kama kuna state capture tutaiita kwa jina, tuiite state capture. Kama wewe unafikiria utatumia ofisi yako kubwa kugandamiza wakulima wa majani chai, tutakutangaza mchana hadharani. Ukisukuma wakulima wa kahawa eti shilingi 3 kwa kila kilo ya kahawa, lazima ipitie kwako, na wewe huna hata eka moja ya kahawa, ni jasho ya huyu mkulima. Sasa wakati tunakataa, tunasema kahawa yetu ipate bei bora, maziwa ifanywe kazi vile inafaa, mtu anatuambia hapana, hayo sio muhimu. Tukifanya haya tutaambia wananchi nini tukiomba kura 2027? Mimi nikamwambia tutaenda kuambia wananchi ile tumewafanyia na ile tutawafanyia hiyo muhula ingine. Wewe unataka ati tukae to blackmail rais. Sisi kama viongozi tukasema we shall not join you in the chorus of uniting the people not for their development but in order to pursue your own parochial selfish interests. That we shall not join you. But if you want to unite us to pursue a development agenda, we are ready, all of us as Kenyans, to unite around a development agenda. Nimesema juzi nikiwa Kisumu. Mimi nilitembea Kisumu na Nyanza, county 4 za Nyanza, wiki iliyopita na rais na naibu wa rais na viongozi wengine wakiwemo wale mawaziri wameteuliwa wapya. Nikajionea mambo, nikasema nimesoma ya kuwa hawa watu wa Nyanza wamepewa mawaziri 2, and they showed great gratitude to the president and to the Republic of Kenya for the honor of having 2 of their sons being nominated as cabinet secretaries. Na ndio nikauliza nikiwa Siaya, sisi watu wa Mlima Kenya tumepewa a deputy president, tumepewa mawaziri 7 na walikuwa 8 na attorney general kabla hii mabadiliko ya cabinet. Na nikauliza, we should be at the forefront of showing greater gratitude, not some of us trying to blackmail and sabotage the government that we are working in. Kasikia imesemekana hapa, there are young leaders who are speaking
our own internal issues ya Mount Kenya kwa wageni. And I want to say, Kenya, whether you are in Siaya, whether you are in Meru, whether you are in Kikuyu, whether you are in Turkana, there is no Kenyan who is a visitor in Kenya. Hakuna Mkenya ambaye ni mgeni Kenya. Sisi wote ni wa Kenya na tuko sawa na tunafaa kuchungwa na serikali yetu kama wa Kenya. Kweli si kweli? So ndio mimi naambiwa na wabunge, Ichung'wa umelimwa, unapigwa, atuache kuongea ili tutetee mtu ajitafutie yake makuu. Mimi nimeambia hawa wabunge, liwe liwalo, sisi kama bunge la kitaifa hatutashikana mambo ya kutetea mtu binafsi. William Ruto akiwa naibu wa rais alitembea kona zote za Kenya akizindua miradi ya maendeleo, akijenga makanisa, akitengeneza urafiki na Wakenya wote, kabila zote, jamii zote, kona zote za Kenya. Sasa tunaambiwa hakuna mipango ya maendeleo, tunazindua. Na huko na ofisi kubwa ya serikali. Miaka 2 hatujaona ukizundua hata mpango mmoja ya maendeleo. Lakini unatuambia tuungane, tumtishie rais. Sisi kama viongozi tukasema, sababu wananchi wetu hawakutuchagua twende tukapigane na serikali ya rais. Ati tutishie rais. Ati usipofanya yale mimi nataka yangu ya binafsi, nitaenda kutengeneza urafiki na Kalonzo Musyoka, na Wajakoya, na Natembeya, na Eugene Wamalwa, ati tutengeneze serikali ingine 2027. Sisi ati hapana. Hamtaki kutengeneza urafiki? Sisi ndio tukasema kama viongozi, wewe kama unataka kutengeneza urafiki na Wajakoya, na Kalonzo, na Eugene Wamalwa na wengine, ni sawa, tumekupea ruhusa, enda uunde urafiki na hao wengine, upange serikali yako ya mwaka mwingine. Lakini hii yenye tuko nayo saa hii, kwanza ifanyie watu wa Tigania West kazi, wapate hizo barabara za rami ambazo Mutunga anasema. Nyinyi mnataka tuingie siasa ya urafiki na Wajakoya ama tupange mambo ya rami ya Mutunga? Tupange rami, si urafiki na Wajakoya. Sasa hiyo ndio kizirani unasikia. Sababu mimi nikiwa kiongozi wengi nimeambia wabunge tusiingizwe kwa mambo ya siasa ya mtu binafsi. Kwanza tuhakikishe ya kuwa ile kazi tuliwaahidi wa Kenya. Tukaahidi wa Kenya tukifanya campaign bei ya maziwa. Hizo ng'ombe MCA wetu ametuambia zinaibiwa hapa. Na nimeongea kwa message na Mheshimiwa Kindiki, nikamwambia niko hapa na nilipitia kwake asubuhi pale Tharaka. Kanisa hapo kwake ndio nilikuja kama nimechelewa. Na ameniambia atashikana na Mutunga na hawa wabunge wa Meru kuhakikisha hiyo mambo ya banditry na wizi wa ng'ombe imekoma hapa. Vile ameifunga North Rift, hata hii ya hapa atafunga ili ng'ombe zenyu zikae hapa. Zizae, zizalishwe, mtoe maziwa na maziwa iwe na bei bora. Si ndio? Sababu hiyo ndio kazi tuliwaahidi, tukaambia na tulizunguka hapa, mimi nilikuwa kipao mbele na rais. Tukiwaambia watu wa Mlima Kenya, mkichagua serikali yetu, bei ya maziwa tutapandisha. Bei ya kahawa tutatengeneza, bei ya majani chai tutatengeneza. Na wewe umepewa kazi, ukaambiwa kazi yako under executive order number 1. Mkiangalia rais akapeana kazi, wewe enda ufanye kazi ya maziwa, kahawa na majani chai. Mtu binafsi amesema hakuna kahawa itauzwa kama hapati shilingi 3 kwa kila kilo ya kahawa inauzwa. Ati majani chai yetu ili iuzwe lazima ipitie kwa brokerage firms za mtu binafsi. Kwenda kutengeneza board ya KCC, Mheshimiwa Mutunga ndiye chairman wa agriculture, atakwambia serikali ya Kenya imeweka close to 2 billion shillings in 2 years
kwa new KCC. Hiyo pesa mwenye aliunda board wamefanya ukora na watu hapo, wanapora mali ya KCC. Rais anazunguka akiambia wakulima kila baada ya wiki mbili mkulima alipwe pesa yake ya maziwa na alipwe minimum 50 shillings. Mkulima ukienda many places analipwa 30, 32, 36 shillings. Sasa wakati tunakataa, tunasema kahawa yetu ipate bei bora, maziwa ifanyiwe kazi vile inafaa. Mtu anatuambia hapana, hayo sio muhimu. Tukifanya haya tutaambia wananchi nini tukiomba kura 2027? Mimi nikamwambia tutaenda kuambia wananchi ile tumewafanyia na ile tutawafanyia hiyo muhula ingine. Wewe unataka ati tukae tu blackmail rais. Ile umoja tunataka saa hii ni umoja wa maendeleo. Kweli si kweli? Na wakati tulishauriana tukaulizana, mbona miaka miwili hatukuambiwa tuungane baada ya kupata serikali? Lakini wakati unapojitafutia mambo yako ya kibinafsi, mtu anasema anataka ndege ya jeshi, ikikosa sasa tuungane twende tukaitishe ndege. Pesa imepungua kwa ofisi, niambie viongozi sasa tuungane ili niende nikaitishe pesa zaidi kwa ofisi yangu, na sio pesa kwa manufaa ya wananchi, ni pesa ya mimi mtu binafsi. Ndio maana kama viongozi tukasema hatutakuwa na mambo ya umoja wa kutetea mtu kwa mambo yake ya kibinafsi. Na hiyo ndio tulisema kama unataka kutuunganisha ati ili tuweze kumtishia rais, na mtu anatuambia hii Mlima Kenya ile kura yote ilipigiwa William Ruto, ilipigiwa sababu yangu. Tukasema watu wa Mlima Kenya hakuna kiongozi walifuata kumpigia William kura Ruto. William Ruto alitembea Mlima Kenya, akajuana na watu, akatengeneza urafiki. Usituambie ati watu wa Mount Kenya walipiga kura sababu ya mtu binafsi. Ama watu wa Meru kuna mtu mlipiga kura sababu yake? Iko mtu alikuja akaambia kama sio mimi msipigie Ruto?